wazee wapongwe kwanza, halafu tuje kwa wachane, wageni pamoja na mayatima. Kuna baadhi ya wazazi wakati wamezeeka ndio walifanya vituko, maana walijua hawatazeeka na nguvu hazitaisha, lakini imefika wakati nguvu zimeishia. Na kuna baadhi ya wanawake wanaishi hapa maana walitoroka wazazi huko nyumbani. Nasikia akisema mimi unajua sitarudi huko ikiwa yeye mama mkwe hapo hai. Naomba nikusia kwamba unapochimba shimo, chimba kiasi, maana uenda utatumbukia ndani. Ikiwa unadai ya kwamba yule mama akiaga ndio utaenda nyumbani, utatangulia na mama afanya nini? Akufuate. Ndio maana Biblia inasema achimbaye shimo ufanya nini? Kama Biblia iseme 26 verse 27 Proverbs. Ndio wiki hii ya kusoma Biblia, sio ya kusikiliza hadithi. 26 verse 27 inasema achimbaye shimo atumbukiwa wewe mwenyewe, naye abiringishaye jiwe litamrudia. Hiyo tu. Lazima ikiwa wewe unakaa hapa kwa ajili ya mwingine, wewe utatangulia. Mambo yatabadilika, hayatakuwa vile unatarajia. Ndio maana Biblia inasema wakati wazazi wamezeeka tusiwatupe. Lakini wengine tunawatupa, wakitupigia simu unasikia bibi akiuliza, si sasa hata sisi tuko Kenya moja, pesa inakosekana kila mahali, mbona huyu mama atupigie simu kila wakati? Ikiwa mama anapiga simu, wewe tuma kile kidogo uko nacho. Na kuna baadhi ya wanawake akisikia ya kwamba mama mkwe ni mgonjwa, akisikia ya kwamba anahitaji pesa ama anahitaji mtu wa kumtunza, unasikia akisema unajua mimi sina ya kuachia watoto wangu, hiyo basi zitaenda huko. Biblia inasema wazi kwamba tusidanganyike. Kile ambacho utapanda ndicho utafanya nini? Utavuna. Na inabidi kama ibada. Naomba Biblia iseme 71 verse 9 Psalms. Biblia inasema nini kuhusu wazee? 71 verse 9. 71 verse 9 nasema usinitupe wakati wa uzee. Sasa mzazi anasema usinitupe wakati wa uzee. Nguvu zangu zikipunguka. Sasa nguvu zake zikipunguka usimwache. Lakini wengi tunaacha wazazi. Tunasema alitulia vijana 5, sio mimi peke yangu. Ikiwa wewe unasema hayo, umeanza kupanda na mavuno ni lazima. Ndio maana wainga wakanena, tenda wema, fanya nini? Nenda zako. Na hata Biblia pia inasema tusichoke kutenda mema, maana tunafanya nini? Tutavuna. Mungu atusaidie tutende wema, tusilipize kizazi, maana kizazi ni cha Mungu. Yeye ndiye anajua vile atalipisha. Na kuna baadhi ya hawa wazazi pia ni surubia. Yaani kazi yake ni kulalamika kila wakati, kulalamika. Anasaidiwa lakini malalamishi ni namba moja. Yaani hawezi kuitika. Kazi yake ni kusema mimi nilizaa watoto, nikawalea, nikawasomeza, sasa wanawake ndio wanakula. Sasa ulikuwa unataka tena uende kukula? Sasa wanawake wafanye nini? Akiona ni mwanamke amenunuliwa nguo, mume wake ameninunulia, anaanza kulalamika, wapi yangu? Unajua hiyo ni jazo langu, lazima ingekuwa jazo lako ili huyu kijana apate kitu. Ikiwa kijana hana kitu nzuri, atakawia kuoa, maana akioa atakuja kumpatia nini? Ni nzuri nimesomeza ndio akaoa haraka. Naomba Biblia iseme wazee, wamama, wakongwe ni wanane na atawafanyia nini na nini. 46 verse 3 and 4 Isaiah. Isaiah 46 verse 3 and 4.
46:3 and 4 inasema, 46:3 and 4 inasema, nisikilizeni enyi wa nyumba ya Yakobo, ninyi mlio mabaki ya nyumba ya Israeli, Yes. mliochukuliwa nami tangu tumboni. Yes. Yani Mungu alikujua wewe ukiwa tumboni. Alafu mlioinuliwa tangu nyumbani, na hata uzee wenu mimi ndiye, na hata wakati wenu wa mvi nitawachukueni. Yani hata ikifika wakati wa mvi, Mungu ataendelea kuwachukua. Msiwe watu wa kulalamika, mnalalamikia watoto wenu kila wakati. Ilikuwa 46 verse 3 and 4 Isaya 46 mstari wa 3 naomba Isaya. Alafu verse 4 ndio hiyo inasema, na hata uzee wenu. Sasa na hata uzee wenu mimi ndiye, na hata wakati wenu wa mvi, na hata wakati wa mvi nitawachukueni. Nimefanya nami nitachukua, naam nitachukua na kuokoa. Yes. Yeye ndiye atawaokoa, yeye ndiye atawalinda, yeye ndiye atawafanyia kila kitu. Besides the children, usijali ya kwamba hawajakupatia, hawajakujali, lakini aliyekuumba anakujua tangu utotoni. Yeye ndiye atakulinda katika jina la Yesu. Na nilikuja kuundua ya kwamba kuna baadhi ya wazazi hawataki kuzeeka, wanataka miaka ndio isonge, lakini hawataki ile sura ya ujana. No, especially wa mama. Mama ni mama mwenye mvi, na Biblia imetueleza wazi kwamba hata ukiwa mwenye mvi, Mungu ndiye atakulinda, lakini hawataki waope mvi. Kazi yao ni kuleta dawa na kupaka. Ule ugonjwa umeambukizwa hata kwa hawa mama wadogo hawa. Yaani ukiangalia kichwa unaona ni mdogo. Sasa sijui mbona uchapata ile ya kulainisha hapa pia. Alafu baadaye upate nyama ya kuweka hapa pazi hii, wewe mvupa usije ukaonekane. Lakini sisi ni wa kusoma Biblia kweli. Naona Biblia iseme 20 verse 29 Proverbs. Unasema nini? Mtu akiwa na mvi hiyo ni dhambi ama iko na mangani? Yaani mzee mwenye kibara, mwenye mvi, lakini ukimwangalia kwa kichwa unashangaa, na hii miaka zilikuja haraka sana. Hana Biblia sana. 20 verse 29 Proverbs inasema, fahari ya vijana ni nguvu zao. Fahari ya vijana ni nguvu zao, na uzuri wa wazee ni kichwa chenye nini? Mvi. Na mbona unapaka dai? Hii ilikuwa Methali 20 mstari wa 29. Alafu nyingine 16 verse 31 hiyo Methali. Sinakuja kwa njia gani sasa? 16:31. Kichwa chenye mvi ni taji. Kichwa chenye mvi ni nini? Ni taji ya utukufu. Ni taji ya utukufu. Sasa mbona unaharibu utukufu alafu unaleta ujana? Unamaanisha nini? Kama kuonekana katika njia ya haki. Inakuja kwa njia ya haki, lakini wengine hatutaki. Na hawa mama hawa saizi yangu hawa akiamua kunyoa, anasema ndio Biblia inasema tunyoe, lakini ananyoa denge. Na ni mwanakwaya. Akisikia kwamba wanakwaya kujeni kwa wimbo moja, yeye ndio wa kwanza kuinuka. Kuna ile kuku huko Kisii tunaita ikesure. Mwingine ni jaji elder, mwingine ni mchungaji. Akiamua kunyoa ndevu, ananyoa kama wale ya Nyarongo. Mbona mnafanya hivyo? Naomba Biblia iseme 19 verse 27 Leviticus. 19 verse 27 Leviticus, Mambo ya Walawi 19 mstari wa 27. Biblia inasema nini? Ukifungua namna hiyo kweli utapata hilo fungo na utapata hiyo kitabu. Mambo ya Walawi 19 mstari wa 27. 19:27 inasema,
Msinyoe ndege. Inasema hivi 27. Soma kile kimeandikwa kwa Biblia. Msinyoe denge pembe za vichwani, wala msiharibu pembe za ndevu zenu. Yes. Ikiwa wewe ni mtu wa Mungu, achana na maneno ya ulimwengu. Ikiwa wewe ni mwanakwaya na umeamua kufanya kazi ya injilizi kupitia kwa nyimbo, jipambe kulingana na Biblia. Hakuna mahali Biblia imeandikwa ya kwamba mtu asuke nywele alafu aache kwa huduma. Hakuna mahali imeandikwa mtu atengeneze nywele aweke maua ili aache kwa huduma. Hata ukisoma Isaya 3 mstari wa 16 mpaka 24, nywele sema badala ya manukato kutakuwa na nini? Uvundo. Kwa basi lazima tunyenyekee wakati tunakuja kwa huduma. Yaani ikiwa wewe umefika wakati wa kuzeeka, kubaliana ya kwamba mimi imekuja kwa njia ya haki. Hiyo sio ana. Nikiachia hapo maana ndio wangu naendelea kuona, naomba niingie kwa wachane. Wachane tuko na wachane tofauti. Wachane aina mbalimbali. Tuko na wachane kweli kweli. Tuko na wachane uhuru na kazi. Uhuru na kazi ni mchana soko huru. Yaani yeye hana mtawala. Yeye akiamua kufanya lolote, hakuna wa kumzuia. Hiyo pia ni mchana. Sasa Biblia inatambua wachane aina gani? Biblia inaruhusu wachane aina gani wasaidiwe? Wakati Elisha alitumwa kwa mjane, alikuwa wapi? Je, alikuwa peke yake? Hapana, walikuwa wengi, lakini akatumwa kwa mjane, alikuwa servant. Ni kwa sababu gani? Alikuwa mjane kweli kweli. Biblia inasema ya kwamba aliye mjane kweli kweli hufanya yafuatayo. 1 Timothy chapter 5 verse 5. Timotheo wa kwanza 5 mstari wa 5. Aliye mchane, basi yeye aliye mchane kweli kweli. Sasa aliye mchane kweli kweli ameachwa peke yake. Ameachwa peke yake. Hakuna untugi, hakuna konjera, hakuna yeyote yule, lakini ni yeye tu. Anafanya nini? Huyo amemwekea Mungu tumaini. Yaani tumaini lake ni kwa Mwenyezi Mungu. Naye hudumu katika maombi na sala. Kazi yake ni maombi na sala. Hiyo tu, mchana na usiku. Mchana na usiku. Lakini wachana wengi ni wachana mchana, lakini usiku ni wako yaani wako huru. Hawana shida. Hiyo basi ikiwa wewe ni mchana, kuwa mchana kweli kweli. Biblia inaruhusu wachane aina gani wasaidiwe na kanisa. Verse 16 hapo mahali ndipo 16 inasema, wacha iseme, mwanamke aaminie akiwa ana wachane na awasaidie mwenyewe. Sasa wewe wasaidie wachane. Usilalamike ya kwamba mimi ndiye niua mume wake, ananisumbua kila wakati, kila mara. Wewe msaidie. Kanisa lisilemewe. Sasa kanisa lisilemewe ili liwasaidie wale walio wachane kweli kweli. Hiyo tu. Kanisa inafaa isaidie wachane kweli kweli, sio wachane uhuru na kazi. Na ikiwa msichana wako amefiwa na mume wake, walikuwa hawajapata watoto, sijui wamama wanasoma wapi. Unasikia wamama wakisema kwa vile mlikuwa mnapendana, sasa sisi tungekusii uishi tu, Mungu anajua vile kutakuwa. Yule Mungu alijua vile kulienda mpaka kukatendeka na Mariamu. Ndio na Mariamu tu, mama Yesu. Lakini maneno mengine achana. Biblia inasema wazi kwamba ikiwa wewe ni mchana mchanga, wacha aolewe. Naomba Biblia iseme, soma verse 14. 5:14.
wewe acha maneno ya kurudia. Wewe soma vile nakuambia. Basi napenda wachane. Sasa Paulo anapenda wachane ambao si wazee. Waolewe. Wazae watoto. Watawale na madaraka ya nyumbani. Yes. Ili wasimpe adui nafasi ya kulaumu. Waolewe. Na mama wakisikia kuolewa, mama ako na watoto na unasikia akisema ya kwamba unajua tunapitia challenges nyingi. Sasa nataka niolewe. Yaani uolewe na Biblia inasema wazi wachanga. Hata kuwa dikonesi. Biblia inatoa mwongozo wa kwamba mtu awe na umri ulio namna gani? Ametasoma ile fungu. Sio namna hiyo. Mwana kwa soma kemunge kio ngana kio mondawa ndawa cha rubo dikonesi yona umeboraka. Ametasoma hapa. Okay, tuende mbele. Ikiwa wewe ni mjane Sokoloro, mjane Sokoloro number 1, everything is free of charge. Ikiwa ni pikipiki free. Ikiwa ni ana kwa kwenda Nairobi free. Ikiwa ni shuleni mahali watoto wanasoma free. Yaani yeye hakuna cha kushughulika. Yeye kazi yake ni kuhakikisha ya kwamba simu yake iwezi kusema roho pati. Haina hiyo neno. Hiyo ndio kazi yake. Number 1, principles ya wachane Sokoloro. Number 1, hawaendi shambani. Number 2, akiamua kuongea, anaongea kama mfereji. Hana heshima. Number 3, kazi yake ni mlango kwa mlango. Naomba Biblia iseme 5 verse 13. Hapo mahali tulikuwa. Timotheo wa kwanza 5 mstari wa 13. 13. Inasema tena pamoja na hayo sasa Sokoloro ujifunza kuwa wavivu, wakisunguka nyumba kwa nyumba, wala si wavivu tu, lakini ni wachongezi na wadadizi, wakinena maneno yasiyowapasa. Yaani ananena lolote lile. Hajali ya kwamba na ukimuuliza unasikia akisema mimi tangu mume wangu akufe ni kama zinanga break. Yaani naongea najikuta. Hiyo ndio kazi ya wachane Sokoloro. Hiyo lazima Mungu atusaidie. Na kuna wachane ambao ni wachoyo. Elisha akitumwa huko Seraphat, Biblia inasema wazi kwamba Sidoni walikuwa wachane wengi, lakini Elisha hakutumwa kwa wao. Luke chapter 4 verse 25 and 26. Luke chapter 4 verse 25 and 26. 25 nasema, lakini kwa hakika nawaambia balikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli. Yes. Lakini zamani za Elia wakati mbingu zilipofunga miaka 3 na miezi 6, njaa kuu ikaingia nchi nzima. Wala Elia hakutumwa kwa mmoja wapo, ila kwa mjane mmoja wa Seraphat. Huyo mjane yuko Seraphat, kulikuwa na kiangazi. Elisha akienda huko, Mungu alimwahidi ya kwamba akienda huko atalishwa na mchane. Na ukumbuke Elisha ndio aliomba akazuia mvua. Akifika huko sasa kuthibitisha aone ya kwamba huyu mchane ukweli ndio nimetumwa kwake, alienda akamuitisha maji kwanza. Maana alimpata akiokota kuni. Hiyo ni First Kings chapter 17 verse 8. Nimeanzia huko. Alafu akamuitisha maji. Mchane alipoenda kuleta maji, Elisha akamwambia usilete maji tu, niletee na kamkate. Jana akamjibu hapana. Mimi niko na kaunga pamoja na mafuta. Nataka nitengeneze kamkate kile na mtoto wangu ili tuje tufanye nini? Tukuve. Alafu Elisha akamwambia wewe enda tangulia kunitengenezea. Biblia inasema wazi kwamba alipomtengenezea ule unga
mchoyo, utashinda ukiombaomba, lakini hautabarikiwa. Ikiwa wewe ni mchane na mtu amekuja kukuomba unga, amekuja kukuomba mahindi, usimuulize je, ni lini Okioma alivunuka tena akakuja tukalima. Wewe mpatie. Na kuna baadhi ya wanawake akiomba mchane, tuseme ni pesa, kitu chochote cha mchane, kumrudishia inakaa matanga. Wasikia kiuliza, na hata wewe hata nisikurudishie sasa. Unajua vile ningesema, ninaanjia hapa. Mchane mtendee ukweli. Sasa narudi kwa hawa ambao hawajakuwa wachane. Naomba nishauri ya kwamba you are the next candidate. Wewe ndio uko class 8 saa hii sasa. Yeye alifanya mtihani ukamwangusha, lakini wewe ni candidate saa hii. Ikiwa wewe ni candidate na kazi yako ni kuangalia wachane wale wanafanya mahitaji yao, yaani unasikia mwanamke mkubwa akiongea kwamba yule mchane tangu mume wake akufe ndiye alianza kujielewa. Ukiingia kwa nyumba yake anakaa kama gavana. Unachukua yaani ni kama kitu ya muhimu kuviwa na mie. Wakati tunafariji wachane, tunaambiwa saa hii we have 3 A's. Number 1, accept. Kubali ya kwamba amefanya nini? Amekufa. Number 2, adjust. Sasa anza kufikiria kuishi bila mwanaume. Namba ya 3, advance. Sasa ikiwa tunamwambia advance na wewe hutaki afanye maendeleo hata kidogo, sasa wewe na wahubiri atasikiliza nani? Ikiwa amechangiwa pesa na unaona ni yeye ni runinga 42 inch, wakati ikiwa zangu zimepanda, naweka nyimbo zinaimba, alafu narudi nomo. Sasa wewe waumia nini huko? Walikuja kuiondua urefu wa mti ulio karibu na nyumba, hautaikiwa mpaka fundi akate mti. Ukiangukia nyumba ndio utajua kwamba kumbe huu mti ulikuwa mrefu sana. Na hesabu ya mbao ya ule mti, anayejua vizuri ni fundi, na atajua lini wakati wa kupasua. Akungolia sasa wale mwa ndio wana usana chini swali maneno na mwezi. Ikiwa wewe mume wako atakufa, usishinde ukichokoza mchane, maana hayo pia na wewe utapita huko. Wengine wanaona kama msibo, akiona amesimama na fulani kazi yake ni kupiga simu na kuuliza je, uko wapi? Unajua mume wako wamesimama na Angeli, unajua wamesimama tu awazi, na juzi walisimama wana hawa, yaani kazi yako ni kuhesabu hours zile wamesimama. Unapochimba shimo, chimba kiasi. Naomba Biblia iseme 47 verse 8 and 9 Isaya. Hiyo ni wanawake wale wako na mabwana. Naomba msikilize hiyo kwa makini tukiwa candidates. Okay. 47 verse 8 inasema, sasa basi sikia haya. Sasa wamama sikia haya. Wewe upendaye anasa. Wewe upendaye anasa. Ukaaye na kujiona salama. Wewe usemaye moyoni mwako, mimi ndiye. Wala hapana mwingine zaidi yangu mimi. Nani kama mimi? Sitaketi mfano wa mchane mimi, wala sitajua kufia. Sitafia na watoto, maana watoto wangu nimewatunza vizuri. 9. Lakini mambo haya mawili. Sasa mambo haya mawili, mfano wa mchane na kufiwa na watoto, yatakupata katika dakika moja, siku moja, kufiwa na watoto na uchane yatakupata kiasi kitimilifu. Uchapo kuwa mwingi,
Unasema ama uchawi wako uchapokuwa mwingi na uganga wako mwingi mno, hata ukienda Tanzania, hata ukienda Ucharioni, hata ukienda utafika Nigeria, urudi ukuje kusoma 14 verse 5 ya Ayubu ya kwamba siku, miezi na mipaka imewekwa. Mungu atusaidie tunapoyaona, tuyaone kama binadamu, tuyaonee huruma, tuyasaidie mahali tunaweza. Naona miche fungu la wazee. Kuna baadhi ya wazee huwa wanasumbua wajane na mayatima. Yaani kazi yake yeye ni kuangalia mipaka mahali imewekwa, kuangalia mali ya watoto mayatima. Mjane akiachwa kazi yake ni kusema wacha aende. Kwanza yeye ndiye aliua ndugu yangu. Wewe naomba usikilize kwa makini. Exodus 22 verse 22 to 24. Hiyo ni ya wanaume tu. Ikiwa utawatenda hao, umejiandaa. Wachawi hawatafanya mpango wowote kuhusu wewe. Ni Mungu tu. Ikiwa unasongeza mipaka, wewe songeza tupate mahali pa kuja kuweka hema wakati wa mazishi yako. Bwana Biblia inasema usimtese mchane yeyote aliyefiwa na mumewe wala mtoto yatima. 23. Ukiwatesa watu. Sasa ukiwatesa hawa mchane pamoja na mayatima katika neno lolote, nao wakimulilia Mungu, hakika ya Mungu nitasikia kilio chao, na hasira ya Mungu itawaka moto, nami nitawaua ninyi kwa upanga, wake wenu watakuwa wajane, na watoto wenu mayatima. Na inabidi kama ibada. Je, anayesongeza mipaka ya mayatima Mungu atafanya nini? 23 verse 10 and 11 Proverbs. Mithali 23 mstari wa 10 na 11. Mithali namba ya 8. Mithali tukusimama ya 8. Mithali 23 verse 10 and 11. 23. Yaani hakuna wa kumsaidia. Mbona mnakuja hapa na kuambia? Inasema usiondoe alama ya mpaka wa zamani. Ikiwa wewe ni mtu wa kusikiliza, usiondoe mpaka ya zamani. Lakini ikiwa wewe ni kichwa cha koroma, mtu mwenye kichwa ngumu, wala asifanye nini? Wala usiingie. Sasa usiingie katika mashamba ya yatima. Akiingia kwa sababu mkombozi wao ana nguvu, atawatetea juu yako. Mungu ndiye atapiga vita ya mayatima. Je, mayatima, wajane, wageni wakilia kwa Mungu, je, ataona kilio? Je, atasikia kilio chao? Naomba Biblia iseme 94 verse 6, 7, 8 Psalms. Zaburi 94 mstari wa 6. Okay, soma basi. Inasema, acha iseme. Wanamuua mchane na mgeni. Wanawasafisha yatima. Mnakuja wanasema wacha waende kusoma ikiwa ni kukosa. 7 inasema, hao husema Bwana aoni, Mungu wa Yakobo afikirii. Yes. Enyi wajinga miongoni mwa watu, fikirini. Enyi wapumbavu,
lini mtakapopata akili? Sasa ni lini tutapata akili ya kwamba wachane, mayatima pamoja na wageni Mungu anawajua vyema? Aliyeatia sikio mahali pake asikie. Aliyeomba sikio akalitia mahali pake asiweze kusikia kilio chao. Aliyelifanya jicho asione. Sasa aliyeumba jicho akalitia mahali pake asiweze kuona. Awaadhibu vile vituko vyote unawafanyia haya. Hiyo basi Mungu atusaidie. Ikiwa tumeamua kuwatendea mabaya, tumeweza kuchimba shimo. Kuna baadhi ya watu wako na maids. Maids wanalala saa 5, saa 10 juu ya harama wameamuka. Watoto wako wanaendelea kulala. Uko na mtoto ako standard 7, standard 8, lakini hajui kupika, hajui chochote, maana kuna maid. Kinachonipendeza, huyu maid akitoka hapa, huyu yatima akitoka hapa, akiolewa, bibi nyingine hata ongezewa juu. Ni kwa sababu gani? Huyu anajua majukumu yote, lakini wako anajua kupika mchele tu. Na vijana wa siku hizi hawali mchele, wanataka ugali. Hiyo basi ikiwa unawafanyia vibaya ni juu yako. Na kuna baadhi ya watu tumeachiri wengine watufanyie vibarua, tuseme ya siku moja, siku 7, mwezi mmoja, hadi ulimwahidi ya kwamba ikifika tarehe 30 nitakuwa nimekulipa. Lakini inafika tarehe 30, tunaanza tarehe 1, tarehe 5, tarehe 10, 15 hujamlipa. Alafu unadai ya kwamba na wewe unasoma Biblia. Ikiwa mmeagana na mtu ya kwamba nataka unilipe baada ya siku, mlipe, maana anategemea hiyo. Naomba Biblia iseme Deuteronomy 24 verse 14 and 15. Kumbukumbu la Torati Okumbukumbu 24 verse 14 and 15. 14. Usimwonee mtumishi mwenye ujira aliye maskini na mhitaji, kama ni wa nduguzo au kama ni wageni wako, mojawapo walio katika nchi yako, ndani ya malango yako. Mpe ujira wake kwa siku, mpe ujira wake kwa siku yake, wala jua lisichwe juu yake. Yaani jua lisichwe juu yake, kwa maana ni maskini. Kwa maana ni maskini, moyo wake umeutumania huo. Yaani yeye anatumai ya kwamba nikimfanyia hivi akinilipa nitafanya ABCD. Sasa asipomlipa nini itatendeka? Asije akamlilia Bwana juu yako. Asije akamlilia Bwana juu yako. Ikawa ni dhambi kwako. Ikawa ni dhambi kwako. Wewe mlipe. Ikiwa mnyerewana ni baada ya siku, fanya malipo. Naomba tena Biblia iseme 19 verse 13 Leviticus. Leviticus ni mambo ya Walawi. Ndio maana naje ngazi mwanzo bara na basomo boka. 19 verse 13 Leviticus. Leo nasema nini kuhusu Leviticus? Usimdhulumu jirani yako wala kumnyang'anya mali yake. Ijara yake aliyeajiriwa isikae kwako usiku kuja. Isikae kwako usiku kuja hata asubuhi. Ikiwa itakaa hata asubuhi, ikiwa hautamlipa vile mlielewana, kutakuwa na nini? 27 verse 19 Deuteronomy. Deuteronomy ni kumbukumbu ya Torati 27 mstari wa 19. Nini itatendeka sasa ikiwa hautamfanyia vile mlielewana? 27:19 nasema na alaaniwe apoteaye hukumu ya mgeni na yatima na mjane aliyefiliwa na mumewe. Na watu wote waseme amen. Itabidi maana utarasimisha watu sasa waseme amen. Kuna baadhi ya wanawake wanapenda kuingia kwa chama mbalimbali, wanaleta mikopo, wakiulizwa vitu ya security wanaweka vitu ya wachane.
Yaani rafiki yangu ni mchane, hakuna vitu vingi maana bwana wake alikuwa tajiri. Sasa nataka tuende na nyinyi huko muangalie vitu vile viwe kama security na huko ndani ya kanisa tunapoimba Kristo neema yote moyo wangu mivulizo ya baraka inaamsha shangwe. Sasa wafuatayo ndio watakupata 27 verse 17 Deuteronomy 27:17 nasema na alaaniwe aondoaye mpaka wa jirani yake. Hapo Deuteronomy 27 verse 17. Isipokuwa hiyo nitaitafuta. Biblia inakataa usiweke vitu rehani ya mchane, inakataa. Isipokuwa hiyo itabidi niitafute. Vitu rehani ndio inakataa. Unajua tuanzia 17 Deuteronomy. Deuteronomy ni kumbukumbu la Torati. Si niwaambia? Yara some kikuziae. Okay. Wacha tuache hiyo. Tuache hiyo maana ni makosa. Mtu wa wageni mayatima ikiwa unataka uamie tena ni 19:33 to 35 Leviticus. Leviticus ni mambo ya Walawi. Walawi 19:33 to 35. Biblia inasema nini kuhusu wachane, wageni pamoja na mayatima? 33. Yes. Na mgeni akikaa pamoja nawe, sasa mgeni akikaa pamoja nawe katika nchi yako, usimdhulumu. Mgeni akae pamoja nawe, atakuwa kama mzalia kwenu. Yes. Mpende kama nafsi yako. Mpende kama nafsi yako. Yaani ikiwa unamwagiza kazi, mwagize ukifikiria ya kwamba na hii pia ni binadamu. Wamama huwa tunapanga kazi kwa wageni. Yaani ukiamua kupanga, unapanga kama nyumba ya miili ambayo inachomeka. Fanya kile, fanya kile, fanya kile, fanya kile, fanya kile. Yaani yeye kazi yake ni kuinama tayari day. Yaani ukija ukipata kuna baadhi ya mambo ambayo hajayafanya, unaweza ukweli. Unajua nini ilitendeka? Huyu tena umemwachia mtoto mchanga. Mtoto anamsumbua na hapo ameteseka. Sasa ukiwa uko na mchakazi, jua ya kwamba ni binadamu. Na kuna baadhi ya watu ile uchumi imepanda. Tunanunua sukari ndio, lakini hawa wageni wao hawatumii sukari. Nasikia mtu akisema kumbuka wewe unakulipa siku 30. Achana na maneno ya sukari. Ikiwa umemsimamisha sukari na hiyo sukari ndio unaweka uji ya mtoto wako, inabidi kama ibada yeye ndiye atakunywa uji, si mtoto. Lazima. Na ikiwa unataka maid yani akuchungie mtoto vizuri, mpende huyo maid hata kuliko mtoto wako. La sivyo vile unaondoka na yeye anamleta nje, anamkaliza hapa nje, yeye anarudi kwa kivuli. Alafu mtoto ana sweat hapa mahali anakaa ni kama kumenyesha. Kwa sababu gani? Wewe unamtesa na yeye mateso analeta wapi? Kwa mtoto. Ikiwa unataka mambo yaende sawa sawa, maid awe mtu wa maana. La sivyo hata weka maisha yake kwa mtoto wako. 2 Samuel chapter 4 verse 4. Mungu mwandishi. Chapter 4 verse 4. Inasema naye Yonathani, mwana wa Sauli, alikuwa ni mwana aliyekuwa kilema cha miguu. Alikuwa
amepata miaka 5. Habari za Sauli na Yonathani zilipofika Yezreeli, na yaya wake akamchukua akakimbia. Ikawa alipokimbia kwa haraka, huyo mtoto akaanguka. Yaani yaya akakimbia na mtoto wakati unamtiriti vizuri, lakini wakati unamterrorize, ikiwa kuna hatari, atatoroka peke yake aache mtoto. Na kuna baadhi ya wamama walio na hekima ya kutosha, msichana wake akimwambia mtafutie maid, anatafuta maid aliye na kasoro. Nasikia akisema nataka nichukue hii kasoro, hii kijana na msichana wangu simwamini sana, na namba yake si nzuri sana, wamama yao ndio mtutania na uzitani, hata nataka nichukue huyu ndio hizi. Nimeachia hapo. Sasa kuna jambo moja ambalo umesahau. Ikiwa mtoto yaya ni akili pungufu, lazima na mtoto na yeye awe akili namna gani? Maana huyu anayemlea lazima amfuate. Ndio maana kitabu kinaitwa Oma Titis Pest kinasema ya kwamba mtoto anaimitate. Sasa ikiwa anaimitate, ataimitate nini? Ikiwa huyu yaya kazi yake ni kucheka-cheka, mtoto na yeye atafanya nini? Ataanza kucheka-cheka tu hivyo, kwa sababu yaya kazi yake ni kucheka-cheka. Hiyo basi tusiangalie jambo moja. Mnaamua kusoma mafungu yanayohusiana na wajane, mayatima, wageni. Nitasoma mpaka tuende siku nyingine bila kumaliza, lakini Mungu atusaidie. Hata kuna wajane wa mama wa miaka mingi ajusa, akiona bibi amevia na mmewe, ikiwa hataki hiyo bibi akae kwa hiyo boma, kazi yake ni kuenda huko na uchongezi. Yeye akifika huko anamwambia, mwanangu, wewe mtoto wangu wa 3. Namna kuendeleza hivyo. Mimi ile naona maisha haya haitaweza. Sasa nakusii, ile pesa zilichangwa wakati wa mashishi, walikupatia? Hapana. Kwa nini? Si wewe ndio ulifia? Wangekupatia. Huyu mama na yeye anafanya vibaya sana. Sasa nani alichukua? Si wewe ndio anaanza kuongea sasa. Nikana kwamba boma ni yake. Anamwambia huyu mama ni mbaya. Sasa mimi naonelea ungeenda huko Narok, ukodishe nyumba, ukae huko, ufanye hata biashara ya nyanya, hata uzurudi. Yeye kazi yake ni uchongozi. Hataki boma zingine ziendelee. Ikiwa huyu mama mahali anafanya uchongezi, yeye alienda akaleta kijana wake kutoka Mochen, wewe hautaenda Mochen, wewe hautalilia kijana wako. Ni kwa sababu gani? Ukisikia nduru, kazi yako ni kusirai. Maana Biblia iseme Yeremia 15 mstari wa 7 na 8. Hiyo ni ya wamama wakubwa, wamama wakongwe. Itabidi kazi yake ni kusirai wakati anasikia nduru. Yaani kuna mwingine amewekwa tayari bodyguard, anakuja kwa mlango, anamwambia wewe nyamaza, achia hapo. Mama akisikia nduru huwa anasirai. Alafu na sisi tunakuuliza mama, kusirai ndio kulia, siulie kama ni mwanamke. Inasema nami nimewapetea kwa pepeo katika malango ya nchi. Nimewaondolea watoto wao, nimewaharibu watu wangu. Hata hivyo hawakurudi na kuziacha njia zao. 8 Wajane wao wameongezeka kwangu. Sasa wajane wameongezeka kuliko mchanga wa bahari. Nimewaleta mwenye kuteka wakati wa aduri juu ya mama wa vijana. Nimeleta hamu na maogofyo ya mpate Gabra.
Mwanamke aliyezaa watoto 7 Amesimia. Ametoa roho. Jua lake limekuchwa. Ungali ni wakati wa mchana. Ametayarika na kufedheheka na mabaki yao. Hata wanjia hapo. Sasa kazi yako ni kusimika badala ya kulia. Maana ulichokea mwingine. Maana nikakwambia unapofanya jambo lolote, unapochimbia mwingine shimo, ukifikiria ya kwamba yeye ndiye ataingia, chunga sana usiwe wa kwanza kuingia ndani. Maana itabidi na wewe tukuchungulie tuone wewe utalia vipi, halafu baadaye yule mjane amepaki kwa boma yako ataishi vipi, maana ulileta uchongezi wa boma nyingine akaama. Mbazi Mungu atusaidie. Ndio maana tunapoimba sijui kwa Kiswahili namba vipi, ukiimba ni 288. Upendo ni furaha, ni kweli desturi. Ya zetu sote yupendo tu watoto wake, yupendo wana wa Mungu, na sisi tupendane kama Baba Mungu, amri yake ndiyo Nani tunaimba ni desturi, hii si desturi kwa vitendo, ni desturi kwa kuimba, lakini kwa vitendo tunafanya vituko. Mungu atusaidie. Watoto hawa, wajane hawa, wanyonge hawa, tuwaone kuwa watu wa muhimu na tuwaone kuwa watu wa maana. Tujue ya kwamba ikiwa hatujaenda huko, tunakaribia huko. Ikiwa hatujaenda huko, nasi pia tutaenda. Yale tutatarajia wengine watutendee, tuwe wa kwanza kuyatenda, ili Mungu anapoangalia tubarikiwe kupitia kwa matendo yetu. Na kuna wakati tunaona mtu ni maskini, hatutaki urafiki na yeye. Halafu tukifanya maombi wakati wa chakula, unasikia mama akiomba, Mungu bariki chakula tunapokila kile cha manufaa, na wale ambao hawana wabariki waweze kupata katika jina la Yesu. Ilhali yeye hajawahi bariki jirani yake, lakini anasema Mungu abariki. Sasa Mungu atashuka toka mbinguni acha kubariki huyu? Si Mungu anabariki kupitia kwako, kupitia kwangu, ili ninapomsaidia Mungu anambariki. Sasa kazi yetu ni kuwaombea wabarikiwe, lakini sisi hatutaki kuwabariki. Ndio nasema wazi kwamba amebarikiwa yule ambaye anamkumbuka mnyonge. Mnyonge anashinda akimwombea, anamwambia Mungu ya kwamba Mungu saidia Wanjiko, maana yeye ni mkarimu, maana yeye ndiye ananisaidia. Ikiwa yeye ni mgonjwa hospitalini, naomba ulete uvumbuzi kwa ugonjwa wake, ili madaktari wanapomzunguka ugonjwa wake uweze kuonekana, ili aweze kupona katika jina la Yesu. If you want to confirm, you read from the book of Psalms chapter 41 verse 1 to 13. Ikiwa wewe hujawahi bariki mnyonge na unadai ubarikiwe, unadai ukiwa mgonjwa Mungu akuponye, you are cheating yourself. Mungu atusaidie tuone wanyonge, wajane, wageni, mayatima kuwa watu wa muhimu katika jina la Yesu. Mwenyezi Mungu awabariki. Amen. Get the point. Take a step forward.